ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Na Mwenyezi Mungu akamalizia katika hiyo aya, anasema Mwenyezi Mungu anajua yale yanayopita kwenye nafsi zetu, vile ambavyo tunatamani, vile ambavyo tunataka, vile ambavyo tunapenda. Basi sisi tufanyeni jawabu nzuri kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, mwisho wa siku tutafanikiwa. Nimeona niseme hili kama message, na message hii imetoka kwenye Qur'an. Kwa hiyo katika mazungumzo yangu nimeleta hii message. Sehemu ya pili ya mazungumzo yangu kama mgeni maalum na mgeni rasmi, napenda mimi nitoe visa, lakini visa viwili vinavyo vingi sana, lakini lengo la hivi visa ni kutaka tupate faraja kwamba sisi wachache na udogo wetu na nguvu yetu ndogo, tukiamua kufanya jambo kwa dhati tunaweza. Na Uislamu unachohitaji ni matendo, sio maneno. Watu wengi wanaishi kwa kuuzungumza tu Uislamu lakini hawaufanyii kazi. Sasa kuna kisa kimoja maarufu, mimi mwenyewe manake nimeshiriki kwenye hicho kisa, nimekishuhudilia. Ndugu yangu Ahmad kwanza anazungumza sana muda mrefu, anahuzunika, hospitali ya Kidege. Pole sana, lakini vumilia, itaitwa hivyo hivyo, hospitali ya Kidege, na uwezi kufuta. Huo ndio uhalisia. Ni katika kila jambo, hata kule hospitalini kule sisi tunakofanya kazi kama madaktari, sisi ambao pia madaktari ambao wagonjwa wetu ni wote, wagonjwa wote ni wetu sisi madaktari. Lakini utamkuta mgonjwa fulani, daktari asema yule ni mgonjwa wa mabruki, yule ni mgonjwa wa mabruki. Daktari pia asema hivyo, kaenda kwake lakini anamnyanyapaa. Kwa hiyo hii ni hali ya kimaumbile. Kwa hiyo hospitali wana Kidege, ukiambiwa kwako wewe pokea tu, pokea wala usijali. Mdharuba ukiambiwa kwako pokea. Ni hali hizo zipo. Kuna mtu daktari anamuona mgonjwa ana shida, anaweza kumsaidia, lakini anasema mgonjwa yule siku akitokea mtoto wa Mzaruba wakasema hii ni hospitali ya kina baba, wapigwe mpaka wafe, kwamba sio sahihi. Naam, alikuwa ananipa interview, watu waiite hospitali ya Kidege kwa maana tu hiyo anaoita wao, lakini si kwa maana halisi kwa maana kwake. Hii ni ya Waislamu, hawa ni waanzilishi tu. Naam. Kuna kijiji kimoja hapo kinaitwa Machui, kwa kina Mdharuba, na mimi nimeishi hapo, nimeishi muda, nikapata watoto wangu pia huko, baadaye nikahama. Watu wa Machui, Waislamu wa Machui, na hichi kisa kitajibu maswali mengi tu. Wale wanaona kwamba eti sijui msikiti, madrasa ni muhimu kuliko hospitali, waulize wale Waislamu wa Machui. Machui kulikuwa na madrasa, jengo la madrasa kiasili ilikuwa ni tawi la Shamsia Tamta zamani, limetumika miaka na mikaka kwa ajili ya madrasa, lakini baadaye madrasa ikawa haitumiki, waliligeuza wakalifanya zahanati, na mimi ndio daktari wa mwanzo kwenda kutibu pale. Sijui umenielewa? Kwa hiyo tunazungumza hichi kisa kwamba ni mfano halisi kwamba sio madrasa tu, hata msikiti tunaweza tukaubadilisha tukaufanya hospitali. Na palikuwa na msikiti pia pale, nakumbusha. Kwa eneo ambalo ilikuwa ni msikiti na madrasa hapa Tanga, wala mtu asiende mbali. Sasa hivi ni hospitali, imeanza zahanati, tumepata majengo na kila kitu, huduma zinatolewa. Sasa wanaozungumza hivyo sijui tuwaite jina gani. Tukiwaita majahili watasema tumewatukana, lakini huo ni mfano halisi. Lakini jingine katika visa niseme kwamba sisi tuanzeni kule Tumbirini. Inshallah Mwenyezi Mungu naamini kwa uwezo wake, na tunaomba hivyo, isifike Ramadhani ya mwakani Mungu atujaliwe tuwe hai, lakini tuwe tumeanza huduma pale kwa hali yoyote ile. Na ndio msisitizo wangu, sisi tukishapata slavu, kwa maana ile ghorofa tukiweka zege ya juu, basi na kama alivyonipa bishara njema kwamba tofali tunazo, simenti tunazo za kuweza kujenga, kati ya zile nguzo tukapata jengo, basi tunaanza kutoa huduma. Lakini nitoe experience kwamba huduma hata zikiwa kubwa namna gani, hata za kibingwa, zinaweza zikafanyika sehemu yoyote. Kikubwa ni wataalamu na vifaa.
Natoa kisa kingine kwa wale ambao hawajui, wale ambao wanajua. Tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2020 hapa Tanga mjini tumeanza kutoa huduma za kibingwa za kutibu maradhi sugu ya ubongo yenye tabia ya kujirudia ya uraibu kwenye kontena pale Bombo. Maana yangu ninakusudia issue haikuwa jengo, na sisi tuliwaambia viongozi wa serikali wenye dhamana, wataalamu tupo, professional tunazo, tumesoma, tunajua. Sisi tunachohitaji mtupe eneo tutoe hizi huduma, hata kama ni chini ya Mwembe. Maana hoja si ni jengo, hiyo Bombo tayari na majengo, lakini ukizungumza wataka kutoa huduma fulani, si nataka jengo. Sasa jengo hakuna, tukamwambia haiwezekani, hatuwezi kukaa miaka yote tunazungumzia jengo, leteni makontena. Kwa tumeanza kutoa huduma kwenye kontena la kuwekea mizigo, makontena yale. Nadhani kila mmoja anaelewa tukisema kontena. Lakini baada ya kufanya, Mwenyezi Mungu amefungua, tumepata jengo la ghorofa 3 na kila kitu full AC. Kwa hiyo naeleza hivi visa kuelezea jinsi ambavyo tunaweza kufanya mambo, wala tusirudi nyuma. Yaani mimi kwa kusema kwangu kule Tumbirini, ingekuwa na uwezo ile ramani yetu ikaachwa kama ilivyo, akatokea mtu akatujengea hata banda la full suit, yani bati chini mpaka juu, sisi tunatoa huduma na hakuna wa kutuzuia. Tunatoa huduma na hakuna watu wa kutuzuia, kwa sababu huduma ni utaalamu. Sehemu yote taaluma inafanyika. Si mnasikia kuna madaktari hawana mipaka. Kuna flying doctor. Daktari anaruka na ndege au helikopta, popote atakapotua anatoa huduma. Ana vifaa vyake kila kitu. Kwa hiyo tuanzeni majengo kwa udhaifu wowote tutakaoanza. Sisi tukianza huduma ndio tutafungua mambo mengine. Wale ambao walikuwa wamehudhuria kongamano la mwaka jana lilifanyika tarehe 4 mwezi wa 8 2024, tulizifungua zile kongamano na poti pale ya bahasha zile. Tulipata 1,500,000 na ponti. Utaona hapo ndani imeandikwa. Kwa hivyo ndio vyanzo vitatu ambavyo vina uhakika kwa sasa hivi. Kupitia vyanzo hivyo tulifanikiwa kukusanya 1,300,000 Hizi hela zimewekwa hapo kwenye karatasi. Kapu la Ijumaa peke yake 1,14,280,000 na ponti hapo. Huu mchango ni wa kila wiki. Na mwaka jana 2024 tulikuwa na Ijumaa 52. Tumekuwekea tulikuwa na Ijumaa 52. Na waliojaliwa kuchanga katika hizo Ijumaa 52 ni Waislamu 2,762. 2,762. Mmeiona hiyo? Idadi ya waliochanga mwaka jana kwenye kapu la Ijumaa ni Waislamu 2,762, na walichokichanga kipo hapo juu 1,014,000 kupitia kapu tu la Ijumaa. Unaweza ukadharau kaona ni kitu kidogo, lakini wallahi tukikubwa kimetufikisha katika kubwa. Kuna mtu mmoja aliwahi kunambia hamwezi kujenga hospitali kupitia kapu la Ijumaa, na mimi nikamwambia naweza kujenga hospitali kupitia kapu la Ijumaa. Akatoa hoja zake na mimi nikajenga hoja zangu. Kwa nini sisi tunasema tunaweza kujenga kupitia ile kapu tu la Ijumaa peke yake? Tunaweza kujenga hospitali. Jamani, mnanielewa vizuri? Yaani ile kapu la Ijumaa kama litatumika vizuri, Waislamu wakajenga kupitia Ijumaa tu, tunaweza kujenga hospitali nje ya mipango mingine yoyote. Kwa nini nasema maneno hayo? Nataka nitoe ufafanuzi kupitia huu ubao. Hapa Tanga sasa hivi walioandikishwa kwenye daftari la wapiga kura wamefika 300,093 na ponti. Tanga mjini 300,093 na ponti. Yaani kwa maana makundi yote, kwa maana Waislamu wasiokuwa Waislamu. Nataka mimi na nyinyi tushirikiane, tukubaliane Tanga mjini peke yake Waislamu wako wangapi? Tukadirie. Tutapata wangapi? Tukadirie hapa. Zile hesabu za makadirio za darasa la 5. Wangapi? Dr. Mabruki anasema tuweke 200,000.
tuweke Waislamu 200,000. Mimi naona pia ni wengi, tuwekeni 100,000. Mwasawaje? Tuwekeni Waislamu 100,000. Tutaweka 100,000 hapa. Tuweka 100,000 kuna maana yake, mbele tutafafanua. Tuweka 100,000 ambao ina 0.5. 100,000 ina 0.5 ndio tunaiweka hapa. Tunataka kila Muislamu kila Jumapili, yani kila Ijumaa atoe shilingi 2,000. Wiki nzima atoe shilingi 2,000 mara moja. Mara 2,000. Mara 2,000. Wale wenye simu watusaidie huko. 100,000 mara 2,000. Tupata ngapi? Milioni 200. Tupata milioni 200. Hiyo ni Ijumaa moja tu. Ni Ijumaa moja. Yaani tutapozungumza kabla tumeitana kwenye vikao kama hivi, saa nyingine tukipata hizi darasa wewe ukiondoka kuna kitu umeongeza. Yaani tunaposema tunaweza kujenga hospitali, sisi Waislamu wa kawaida hakuna shaka ndugu zangu tunaweza. Tusemeni inshallah. Kwa sababu gani tunaweza? Kwa sababu ya idadi yetu, tena kwa pesa ndogo. Na lau kama tungekuwa hizi pesa ndogo tungezifanyia kazi na tukafanya, wale wenye pesa nyingi wangekuja kwa nidhamu kutoa simiti yao, wangekuja kwa nidhamu kutoa matofali yao. Sisi leo inabidi twende kule tukawaangukie, kwa sababu sisi kuna mkao hatujakaa vizuri. Huu mkao tungekuwa tumekaa kwa staili hii, sisi wenyewe tungerizika na tungefanya jambo letu. Ikiwa Ijumaa moja Waislamu 100,000 wakichanga shilingi 2,000 ni milioni 200. Ijumaa hiyo moja, kwa mwezi mmoja Ijumaa ziko 4, chukua milioni 2 mara 4, utapata ngapi? Milioni 2 mara 4, milioni 2 unapata milioni, nafupisha, milioni 800. Kwa mwezi mmoja tu tungekusanya milioni 800. Waislamu wa kawaida, yani Waislamu wenye hali ya kawaida, sio matajiri. Maana yake ripoti ya mweka hazina inasema jengo la wodi ya mama na mtoto gharama yake ni milioni 500. Mlimsikia? Milioni 500. Kumbe mwezi mmoja tumelimaliza pamoja na finishing kila kitu, milioni 3 ni vifaa vya kuanzia. Hawa ni Waislamu 100,000. Je, tukichukua ile hesabu ya Dr. Mabruki, Waislamu ni 200,000. Tukichukua ile hesabu tutakuwa na bilioni 1 na milioni 600. Milioni 600. Shida iko wapi? Ndio nini kifanyike? Ndio maana tunasema kwamba ukiwa uko nje hujaelewa kwa nini tunajenga hospitali, utaona kama ni jambo ambalo haliwezekani. Waislamu hatuwezi kujenga hospitali. Tawapi pesa? Sisi hatuna uwezo bana. Tutachukua muda mrefu, tutachukua muda. Lakini kama kila mmoja angejitambua na ikifika Ijumaa kupitia simu yako watuma shilingi 2,000, yani ni jambo la dakika 20-30, sisi tunakwenda kufanya jambo la maana. Yani jambo la siku moja tu tumemaliza, tunaenda kwenye jambo lingine. Tumeanza mradi huu wa kuwa na hospitali, mwanamke atibiwe na mwanamke na mwanamume atibiwe na mwanamume 2013. 2013. Ustazi Suba 2013, leo ni 2025, tunazungumza msingi. Inna lillahi, tunazungumza msingi. Kwa sababu gani? Hapa unapata somo kwamba kama Waislamu wangeelewa, Waislamu 100,000